Odi mwenyekiti. Odi. Sasa hizi mwenyekiti. Mama mwenyekiti, habari? Salama za utokako. Mwenyekiti bwana. Karibu sana Mbajoi. Mimi mwenyekiti nimekuja. Nilitaka nichukue maamuzi ambayo serikali ingenishangaa. Sawa mwenyekiti? Mimi mke wangu ndo wa kunifanyia hivi. Mimi mwenyekiti kweli? Umetusuluhisha vizuri jana. Hivi kweli mimi mke wangu ndo wa kuninyima unyumba? Wiki 2 sijapata unyumba. Nimelipa mali, nimeoa, anakula. Sawa mwenyekiti? Tukayamaliza. Nikajua mke wangu yameisha. Sawa mwenyekiti? Na nikashindwa kutoa mengine. Kwa kuna mambo mengi nafanyiwa mwenyekiti, nashindwa kuyasema. Sasa leo nimeona nikuambie. Kweli mke wangu mimi mwenyekiti wa kuninyima unyumba? Kweli? Nimelipa mali, nimetoa ng'ombe, debe la mkaa. Baba Joel, pole sana. Pole sana kwa hayo yanayokukuta. Maana ni mara kadhaa umekuwa ukija hapa kututaki. Kwa sababu ni wanaume wengi sana wanafanyiwa jambo kama hili la kwako. Lakini hawaji kwangu. Na hili jambo unalofanyiwa kitaalamu tunaita ukatili wa kijinsia. Kweli mwenyekiti, kweli yani mimi ndo wamenifanyia, yani yule mwanamke amenifanyia ukatili mkubwa wa kijinsia. Hapo si unaweza ukagoga mtu mwenyekiti. Ndio maana nakuomba Baba Joy kuwa mtulivu. Sisi kama serikali nikuhakikishie kabisa serikali yako hii sikivu na wameandaa utaratibu mzuri sana wa kushughulikia mambo kama haya. Kuanzia ngazi ya kata, wilaya, mkoa mpaka taifa kule kwa waziri. Kwa hivyo basi, naomba unipe muda niwaite watu wangu tukae. Yaani mwenyekiti, mimi nilifikiri mutatuita, utakaa hao watu wako watamwambia mke wangu acha kumkatili huyu. Tunaanza tena mwenyekiti kupiga story. Natoa tu taarifa mwenyekiti. Hii ni taarifa. Mwenyekiti, sitakanyaga mguu wangu tena kwako. Sawa? Kwa hiki kinachoendelea mwenyekiti, tutaleteana vichwa nyumbani kwako. Ndio nakuambia mwenyekiti. Ndio nakuambia hivi. Sawa, tusifike huko Baba Joel. Kuwa mtulivu. Tukishakaa tukiyazungumza litaisha hili. Na maanisha hili jambo litakwisha kabisa kabisa. Mwenyekiti una cha kunishauri. Ndio mke wangu. Huyu kijana huyu kwa jinsi alivyoondoka hapa, ili sio swala la kulifungia macho, inatakiwa lishughulikie mapema. Mke wangu, hii kazi niliiomba mimi mwenyewe. Kwa sasa hata usiku sipati usingizi. Na ninakuhakikishia nitatumia uwezo wangu wote kuhakikisha haya matatizo tunayatatua. Nikianza na hili tatizo la Bwana Joy, la Baba Joy. Hapo sawa. Lakini tusije tukasikia mengine tena kesho mtu ana shida. Niamini mke wangu. Ndio shughulikie sasa. Tumechoka na taarifa za ajabu hapa mtaani. Hamna shida.
nashukuru sana kwa ujio wako kijana. Kwa hiyo ndio hivyo. Nafikiri mwenyewe umekagua mradi, umeona mabomba yote yanatoa maji vizuri. Kwa hiyo tuendelee kuishukuru tu serikali. Mimi niwashukuru na niwapongeze kwa kweli kwa yote niliyoyaona. Sasa nitaandaa ripoti ambayo nitaifikisha ofisini. Tutajadiliana na wenzangu, alafu kama kuna mrejesho tutawaletea. Ndio. Kwa hiyo mimi niwashukuru. Kuna nani nimekwambia na kuua leo mbele ya mwenyekiti nakwambia. Nakwambia huyu hapa mimi namtaka huyu. Kindingo. Unaniletea ujinga mimi? Wewe zangu napeleka kwenye marejesho mwenyekiti. Yaani bwana Kindingo tulia. Wewe hapa huko serikalini tulia. Yaani huyu kwetu namchuna ngozi mwenyekiti huyu kweupe. Kuna nini? Tulia. Hebu mtulie, mtueleze kuna nini? Punguza jazba. Mama yani huyu. Eleza, kuna nini? Umejiuliza machozi, shoga yangu. Hivyo tutoa wapi ile machozi? Mwenyekiti kavurugwa. Makita amevurugwa. Unajipa umaskini mwenyewe. Mtaji umekalia mama. Huu ni ukatili mnafanyiana, ni ukatili wa kijinsia.